Mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha sasa kwenye sehemu yetu ya mahojiano, ambapo hii leo tutakuwa tunazungumzia swala zima kuhusiana na vijana na uongozi. Kuna masuala mengi ambayo kwa kweli yamekuwa yakijitokeza. Viongozi wa kisiasa kutoka mirengo tofauti wamekuwa wakitoa changamoto kwa vijana kujitokeza na kuwania nyadhifa za uongozi, haswa zile ambazo kiongozi anapata baada ya kuchaguliwa na sio zile tu za kusubiri kuteuliwa. Na ni hali ambayo kwa kweli imekuwa ni changamoto kutokana na masuala mbalimbali, na ndiposa leo kwenye studio niko nao vijana ambao kwa kweli wanaelewa haki za vijana, masuala ya vijana, ni kipi ambacho vijana wanakihitaji mno na ni kipi ambacho kimekosekana. Watatueleza haswa tatizo liko wapi na ni wapi ambapo wanaona patakuwa na suluhu. Karibuni sana. Nikiwa naye Amemba Magufuli, yeye kidogo tu amejiingiza sasa kwenye masuala ya kisiasa, sio? Hapana, mimi nilijiingiza kitambo sana kwenye masuala ya kisiasa. Na mwaka wa 2021 tuliweza kuunda chama cha National Reconstruction Alliance. Haya, utakuwa unatueleza mengi, shikilia hapo. Kutokana na hilo, tukua naye Mary Wanjiru, yeye ni mwanaharakati anapigania haki za vijana. Karibu sana Mary. Asante. Pia tunaye Tyson ni Majani, yeye ni mtaalamu wa masuala ya vijana. Karibuni sana. Masuala ni mengi ya kuzungumza. Kuna kongamano ambalo pia linatarajiwa kuanzia hapo kesho hadi siku ya Alhamisi, ni kuhusiana na masuala ya uongozi na vijana. Pia mwaka ujao, baada ya kipindi cha miaka 12 cha kutokuwa na zoezi la uchaguzi wa vijana, tutakuwa na zoezi hilo mwaka ujao, mwanzoni wa mwaka ujao, iwapo sijakosea ni mwezi wa pili, sio? Hayo tutakuwa pia tunazungumzia. Mara nyingi utawapata wanasiasa wanasema kwamba kiongozi fulani bado ana muda, ni kijana. Lakini tukiangalia tunaona huyu ni kijana kweli. Tunabaki kwamba tuna maswali. Nianzie hapa. Kijana ni nani? Agnes, kijana ni yule ambaye ako miaka 18 mpaka miaka 35. Lakini utapata katika taifa hili la Kenya kuna watu ambaye wanajiita vijana lakini wao si vijana. Hata ukiangalia katika kongamano hilo ambalo unasema, utapata ya kwamba wale ambao wamesimamia hao vijana wenye wanakuja kwamba hao ni viongozi, utapata wao si vijana. Ukiangalia ID zao zinasoma miaka 40, zinasoma miaka, so kuna kijana katika katiba na kuna ujana katika sura. Sasa unapata hawa wanasema ya kwamba ni vijana lakini ni katika sura, lakini sio vijana kikatiba. Na alafu wanaenda wanachukua yale ambayo manufaa ambaye angekuwa kijana ambaye angenufaidika kikatiba. Sasa tunafaa tukiangalia masuala ya vijana pia tuweze kuangalia miaka ya hao watu ambao wanajiita ni vijana. Tukishaangalia miaka tutajua ya kwamba kijana ni nani na mwenye si kijana ni nani. Kijana ni nani kuangalia sura. Unajua kuna kijana unaweza kuwa miaka 30 sura yako inakaa mzee lakini wewe ni kijana. Na unapata mwingine ako miaka 40 lakini anakaa mtu wa miaka 28. Akienda pale anasema mimi ni kijana. Sasa taifa hili tuweze kuangalia ID. Tuweze kuangalia mtu alizaliwa lini. Vile tuko hapa hivi nimefurahi ya kwamba sisi ni vijana. Nilikuwa nafikiria nikikuja ndapata ndugu yangu Tyson ako na sura ya ujana lakini si kijana. Labda ana sura ya ujana lakini mwenyewe si kijana. Ndugu Tyson na dada yangu nafikiria nyinyi ni vijana kwa sababu mimi naye ni kijana. Aya, asante sana. Kabla sijaingia kwa Mary, ningetaka Tyson pia uweze kuchangia kwa hilo, kwa sababu wakati mwingi unapata kwamba nafasi hii ya vijana inachukuliwa na wale ambao sio vijana. Na kama jinsi Amemba ametuambia hapa, kuna kijana kulingana na jinsi katiba imesema, kulingana na hata jinsi kitambulisho chake cha taifa kinasema, na pia kuna kijana ambaye sura. Kuna haya mawili. I think ameeleza vizuri. Ikikuja kwa vijana ni mtu yote ambaye ako na umri wa miaka 18 hadi 35, na katiba iko wazi kwa hilo kabisa. Naam.
Asante sana Mary, wewe kama kijana ambaye kwa kweli unapigania haki za vijana, mbona hili limekuwa likikiukwa? Mbona wale ambao wamepitiliza umri wa kuwa vijana wanapigania bado na kujigamba kwamba sisi bado ni vijana, tuna ari, tuna nguvu, kwamba tutaweza kushikilia? Utapata hata nafasi ambazo kwa kweli zilifaa kupatiwa vijana hazipatiwi vijana. Tatizo kule kwa wapi? Tatizo kuu ni kwamba unapata kutokana na katiba letu la mwaka wa 2010 kuna zile nyafadhi zilipewa wamama na vijana, na unapata ndo ufike upate pesa nzuri ya kufikia zile kuweza kufanya kazi maybe na serikali, miaka imekiuka. Kwa sababu kuna pia mfuko wa ile kama ni mikopo, kuna mikopo ya vijana na wanawake. Naam, ndio unapata kidogo ndio watu wanataka kutumia ile ambayo imekuwa kando na katiba yetu ili waendelee kujiendeleza wenyewe. Na unaweza pata ingine ni kwa sababu ukisema wewe ni kijana ama you are youthful, kidogo unapendeza, kwa sababu unaona kuna zile special nini zimewekwa, na unapata watu hawataki kutoka hapo, wakipita hiyo miaka hawataki kutoka. Watu wengi hawataki kutoka hapo, bado wanataka mtu amefika miaka 50 bado anaendelea kusema mimi ni kijana. Pale kwa ujana kuna mapochopocho fulani. Ukweli, kusema ukweli, na bado unapata tuko wengi. Una huku juu ukipita, kuna miaka ukipita ama watu wajue ni mzee, hizo haupati hizi nafasi kwa kabisa. Na ingine tu ni watu kupenda tu kuwa pale, kuchukua hizi nafasi zote, kujichukulia wenyewe. Umemalizia vizuri sana. Kuna wale ambao wako pale kujichukulia hizi nafasi, kujinyakulia hizi nafasi. Mbona zinanyakuliwa na mko? Labda mimi nishapita hata siko kwenye ujana, labda nimezidi Magufuli. Mbona mnakubali nafasi zenu zichukuliwe? Mko hapa mnalalamika, lakini kesho tutapata kwamba nafasi zenu zinanyakuliwa na wengine ambao sio vijana, akina sisi. Agnes, kuna brokers hata katika ujana pia. Kuna brokers nchi hii wenye wanaenda leo tu, hata Rais Ruto akisema ya kwamba anataka kukutana na vijana, utapata watu wenye wako na miaka 40 ndio wako huko kama ni vijana. Hao ni brokers. Hata zaidi, hata si 40, hata 50 na zaidi. Brokers hawako kwa siasa peke yake. Pia kuna broker kwa siasa, na pia huko kwa miaka kuna brokers wa miaka. Na hata ukiona katika wenye walikuwa wanawania nyadhifa mbalimbali, utapata ya kwamba wengi wao walikuwa wanasema ni vijana, lakini si vijana, kwa sababu wanajiona tu sura inakaa ujana kidogo. Na serikali yetu inafaa iangalia hii maneno ya brokers wenye wanakuja kubroka on behalf ya vijana. Tukiangalia hiyo maneno, tutakuwa tumesuluhisha hiyo shida ambayo watu wanakuja. Unapata ukienda katika ujana huko na mashida mingi sana. Kuna msoto. Vijana wengi hawana kazi. Ukiangalia rate ya unemployment, karibu vijana 70% hawana kazi hapa Kenya. So utapata ya kwamba hata hapo kwenda mahali hizo opportunities ziko zinahitaji connection. Unapata kijana amemaliza university, amemaliza college, anakaa tu huko ushago, hana connection. Yeye hajui Agnes ni nani, anaonanga tu hii kwa runinga Agnes. Naona. So vijana pia tunafaa tujitoe penye tuko, ili tukuje tupiganie, tuwanie hizi nafasi zenye zinachukuliwa na wazee ambao wanajiita ni vijana. Unafaa ujitoe. Nimekuambia hapa hivi, sisi mwaka wa 2021 tuliweza kuunda chama, na hiyo chama inaitwa NRA, na hiyo chama iko na Senator Okiya Omtata alichaguliwa hapo ndani, na yeye pia ndo kinara wa hiyo chama. Na hiyo mwaka ya 2021 tulisema tu tunataka kuunda chama kama vijana, na tukaamuka. Hata hiyo wakati wengine wewe hatukuwa najua Nairobi ni wapi. Tulijua Nairobi hapo. Tulibuniwa na vijana. Tulibuliwa na vijana. Na mbona sasa aliyechukua nafasi ya useneta sio kijana? Hapana, unajua katika sheria ya Kenya, Political Parties Act inasema ya kwamba hauwezi kuwa na chama ya specific, hauwezi uunda chama ya youth peke yake ama chama ya women peke yake.
Hawezi unda chama ya PWD peke yake. Lazima kukuwe na mchanganyiko. Lakini sasa tunaangalia waanzilishi. Kuna kuanga na founding members ambaye ni watu watatu. Ukianza kuregister chama, hao waanzilishi ndio nasema ni vijana ambayo walianza. Mimi nikiwemo ndani yake. Tukaanza, tukarejeza, tukaenda uchaguzi wa 2022, tukapata kiti ya senator, tukapata kiti ya MCS, tukanominate pia vijana wengine, naona. Na tuliamua tu na tukafanya. So vijana wanafaa wajitoe katika comfort zone. Waache twende tupiganie. Kama ni uongozi, vijana wanafaa watoke waende wapiganie uongozi, wasimame kura kama wengine. Na tuweze, utapata vijana wengi wameogopa, labda wanasema hawana hela ya kusimama nayo. Lakini tumeona hata mambo ya Gen Z, maandamano juzi. Si lazima kukuwe na hela. Vijana waweze kujiunga wenyewe kwa wenyewe. Kama kijana amesimama kiti, wajana muweze kukaa chini ili muweze kutoa strong candidate katika huyo kijana, na ili muweze muunga. Kwa sababu hao wabunge ambao tuko nao katika Kenya hii, tunataka hii wabunge yote iende nyumbani fail kazi yote. Haya, shikilia hapo kabla ya kutoa hisia kuhusiana na wale walioko uongozini kwa sasa. Sasa Mary, pia nikigeuka kwako, nitakuuliza tu swali lilo hilo. Kwa sababu kwa kweli kwa muda mrefu vijana wamekuwa wakilalamika kwamba nafasi zetu zinachukuliwa na wale ambao hawakustahili. Zile fursa ziko kwenye taasisi za serikali ambazo zinafaa kuchukuliwa na vijana hawajanufaika. Kama jinsi kama hiyo mikopo, pia utapata wale ambao wananufaika na hiyo mikopo sio hata vijana. Mbona hamjitokezi kupigania kile kilicho chenu? Mbona hamnyakui kile ambacho kinastahili kuchukuliwa na vijana? Mimi naweza sema kuna wale vijana ambao wanajitokeza na kwenda kunyakua hizo nafasi. Najua kuna wale vijana ambao hata kwa chama tofauti wako huko, wanaongoza hata youth league na wanafanya mabadiliko. But shida kubwa ni masomo yetu yanafanya tusiwe ile na umoja kuingililia kazi ya politics. So unapata vijana wengi wakuwa wadogo kutoka miaka 18 mpaka 25, wengi wanasema mimi sijihusishi na politics, hiyo si yangu. So unapata wale kidogo barubaru nafika pahali wanachoka. Na kwingine lazima uwe na pesa. Hela inaongea sana hapa nchini mwetu. Ndio unapata hata vijana wanajitokeza, wanaenda wanafanya campaign, lakini ikifika ni ule wakati wa kupewa hata nini kwa chama, lazima kama mfuko wako si mzito kidogo upati. Na ukipata hata hiyo mikopo, watu wameshajanjaruka. Wanachukua vijana kadhaa, au ndo wanakuwa ndio kama wenye kampuni, lakini huku wafadhili si vijana. So unapata bado hizi opportunity, as much as vijana wengine wanajitahidi sana kuziendea, the system venye imetengenezwa kidogo inakuwa ngumu kwa vijana. Lakini kutoka mwamko wa maandamano ya vijana, kidogo saizi unaona vijana wameamka na wanajua kujihusisha na siasa si lazima niwe na ania kiti fulani. Ni mimi kuangalia kutoka kwa county mpaka kwa national level ni nini inafanyika. Na nimeona hata vijana wengi wakiingia kwa chama na wanaleta mabadiliko, lakini ilikuwa wanataka tu mwamko kidogo. Lakini unaona shida ilitokea wapi? Kutoka watoke shule, by the time wanakuja kuona kusema ukweli tunafaa kujihusisha, muda umeshaenda. And then bado wakiangalia watu ambao wamekuwa hapo mbeleni, watu wanaona mpaka kwa miaka 50 unaweza sema nina roho ya vijana na bado unapata hizo opportunity. Kama jinsi ya member alisema sura. Kuna kijana wa kitambulisho na kuna kijana wa sura. Na kuna hoja nzito ambayo umetoa kwa huyu kijana aliye kati ya umri wa miaka 18 hadi 24. Huyu ni kijana ambaye amemaliza kidato cha 4 na ameingia katika chuo kikuu, ama yule ambaye kama iwapo hakwenda kwenye chuo kikuu aliingia kwenye taasisi yoyote ya shule ya elimu ya juu. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko lingine.